Dada yangu, maisha ni mafupi mno kupoteza muda na mwanaume ambaye badala ya kukuongezea furaha, anakuongezea makunyanzi usoni na maumivu moyoni. Si kila mwanaume anayekutafuta ana nia ya kukujenga. Wengine ni mradi wa mateso ya kisaikolojia. Ukitaka amani ya akili, kimbia haraka ukiona dalili hizi 10 za wanaume wa usumbufu. Mwanaume wa kwanza ni mwanaume mtego wa pesa. Huyu hakuhitaji wewe, anahitaji uwezo wako wa kifedha na connections zako. Kila siku ana shida, kila siku ana dharura, na ukiacha kutoa upendo wake unapoa. Siku ukikwama atakuwa wa kwanza kabisa kukukimbia. Aina ya pili ni mwanaume mtoto wa mama. Hawezi kufanya uamuzi wowote bila kumshirikisha mama yake. Mama yake ndio anaamua nini mle, wapi mkae, na hata mkigombana anamwambia mama yake. Hatari yake, hutakaa uwe namba 1 kwenye maisha yake. Utakuwa unaishi na watu wawili kwenye mahusiano. Aina ya 3 ni mwanaume mwamba. Huyu anataka kujua kila unachokifanya, kila unayechati naye, na anakupangia hadi mavazi ya kuvaa au marafiki wa kuwa nao. Anatumia wivu kama kisingizio cha kukufunga pingu. Huyu hatari yake atakuondolea uhuru wako na kukufanya ujisikie kama mfungwa ndani ya mahusiano. Aina ya 4 ni mwanaume ahadi hewa. Huyu ni bingwa maneno matamu na ahadi kubwa za ndoa, biashara na maisha ya peponi. Lakini matendo yake ni sifuri kabisa. Anaishi kwenye kesho ambayo hafiki kamwe. Utazeeka ukisubiri ahadi ambazo hakuwa na mpango hata wa kuzitekeleza. Aina ya 5 ni mwanaume polisi, the insecure investigator. Hakuamini hata ufanye nini. Akiona umechelewa kujibu SMS sekunde 2 tu, anahisi uko na mwanaume mwingine. Anapekua simu yako kila akipata mwanya. Huyu hatari yake, msongo wa mawazo utakuwa rafiki yako wa kila siku kwa sababu za tuhuma zisizo na msingi. Aina ya 6 ni mwanaume mkosaji. Hata akifanya kosa yeye atageuza maneno mpaka uishie kuomba msamaha wewe. Hawezi kubeba lawama na kila kosa kwake linaanza na wewe ndio ulisababisha nifanye hivi. Wengine hata wanadiriki kusema kunipa kitu fulani kwa wakati na ndio maana nikamtafuta mtu mwingine. Huyu hatari yake, utajiona huna akili na utapoteza ujasiri wako wa kujitetea. Aina ya 7 ni mwanaume mcheza kamari wa hisia. Leo anakupenda sana, kesho hapatikani na hataki hata kukuona. Anakufanya uwe kwenye tension muda wote, usijue mko kwenye hali gani. Hatari yake, uraibu wa hisia utaharibu afya yako ya akili na kukuacha ukiwa mtupu ndani. Aina ya 8 ni mwanaume playboy, mwanaume mwenye mashabiki wengi. Huyu anajiona ni zawadi kwa wanawake wote duniani. Simu yake haitulii na kila mwanamke kwake ni rafiki au shemeji yako. Haheshimu mipaka ya kuwa na mtu mmoja. Hatari yake huyu, siku zote utashindana na wanawake wengine badala ya kufurahia amani ya penzi. Namba 9 ni mchunguza ex. Kila siku anakuambia jinsi mpenzi wake wa zamani alivyomfanyia ubaya au jinsi ambavyo anamsumbua. Hajapona majeraha ya nyuma na anataka wewe ndio uwe daktari wake. Unatumika kama rebound tu, moyo wake hauko kwako. Tena mara nyingi ukichunguza, wale ambao wanawasema maex zao vibaya wakiwa na wewe, wakiwa peke yao au wakirudi kwa hao maex, wao ndio wanawapenda. Na unaweza kugundua kwamba kumbe bado wana mahusiano kabisa. Na aina ya mwisho kabisa ni mwanaume mgomvi, the abuser. Anakasirishwa na vitu vidogo na suluhisho lake ni kufoka, kukutukana na kukunyanyulia mikono. Baadaye anakuja na zawadi na kusema hatarudia tena. Hatari yake huyu, usidanganywe na zawadi, ukatili ni tabia yake. Kimbia kabla hujajuta kwenye kaburi. Dada yangu, upendo sio mateso. Mwanaume sahihi atakuwa kimbilio lako, sio chanzo cha presha yako. Bora uwe single ukiwa na amani ya moyo na ngozi inayong'aa kuliko kuwa kwenye mahusiano yanayokufanya uonekane mzee kabla ya wakati. Lakini pia muda mwingine, kama unaweza ukaivumilia tabia ya mtu, hakikisha unaijua tabia yake kwanza. Na ukishaijua, jua namna ya kuishi naye na namna ya kukabiliana na tabia yake.